Lango limefunguliwa baada ya askari wa Kichina kumshikilia askari wa Kijapani. Sasa ulikuwa ni muda wa kuenda kubadilishana na mwanamke wa Kichina ambaye alikuwa ameshikiliwa na kikosi cha Kijapani. Mtazamaji, na kuomba uchukue sekunde 2 tu kwa ajili ya kusubscribe channel yetu pendwa. Asante. Ngoja tuendelee na recap yetu safi kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Fantark Mission. Ilikuwa ni mission ya namna gani? Huu ndio mwanzo kabisa wa mission yetu. Tumefika kwenye misitu ya Amazon, misitu ambayo ni hatari sana duniani. Tunakutana na kikosi cha Kijapani ambacho kilikuwa kimemshikilia mwanamke wa Kichina. Inaonekana kikosi cha Kijapani kimejipanga sana na mapambano. Kimepangilia vizuri sana masniper ambao walikuwa wamejificha kwenye vichaka bila askari wa Kichina kugundua chochote. Bila kukuchosha mtazamaji, ngoja tucheki mchezo wa kujificha. Ujificha na mimi nijifiche. Asante. Askari wa Kichina pamoja na yule askari wa Kijapani wanaonekana kwenye target bila wao kujijua. Sasa ni kipi kinaenda kutokea? Ngoja tucheki mzunguko, labda pengine watakuja kuelewana bila hata mapambano. Safari bado inaendelea. Wote wamenyenyua silaha kwa ajili ya kushambulia. Na huyu ndio kiongozi wa Kichina ambaye amemshikilia Mjapani. Na hawa ni wenzake ambao wanashirikiana katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa bila hata makosa. Na huyu ndiye kiongozi wa Kijapani, Katiri Matula kweli, ambaye alikuwa anapambania sana hicho kifaa ambacho kinapatikana katikati ya misitu ya Amazon. Target inaonekana iko makini sana, hivyo sidhani kama kuna mtu anaweza toka salama. Kiongozi anaongea kwa dharau na tishio ya kwamba mwachie huyo mwenzao kabla hata mambo hajaribika. Lakini kiongozi wa Kichina anaonekana kuwa mbishi bila hata wasiwasi. Basi twende. Basi aliteuliwa mmoja wa maaskari wa Kijapani kumpeleka mwanamke wa Kichina, na Wachina walimteua mmoja wao kwenda kubadilishana taratibu kabisa bila hata wasiwasi. Lakini askari wa Kijapani sio watu wazuri, wanaweza kubadilika mara moja. Ngoja tuende mbele. Bila hata kuchelewa, kiongozi wa Kijapani anaonekana kuwa msaliti. Anaamua kuruhusu kikosi chake ili kiwashambulie Wachina. Hapo ndipo mchezo wa kujificha unaanza kufanyika. Ngoja tucheki mchezo halafu nitarudi kwanza. Vita vimepamba moto, vita vinawaka kati ya kikosi cha Kijapani pamoja na kikosi cha China katikati ya misitu ya Amazon. Nani abaki? Nani afe? Basi leo tunacheki mchezo mzima hapa. Mtazamaji, na kuomba usichoke kutoa maoni yako, hoja zako. Niko hapa kwa ajili yako. Nasema asante. Ngoja tuendelee. Usichoke kutizama mpaka mwisho ili tujue kipi kimejiri. Huu ni mwendelezo. Maoni yako yanafaa sana ili tuzidi kwenda safari moja ya msitu wa Amazon. Kama umependa, kama hujapenda, mtazamaji, naomba nilie lazi, unisamehe sana. Vita vikawa vikali kiasi kwamba Wachina wote waliangushwa chini, wakadondoshwa, wengine wakaanza kukimbia ili kuokoa maisha yao. Huu ndio utakuwa kama mwisho wa kifaa chetu cha msitu wa Amazon, lakini tunaendelea na safari bado. Asante. Mimi naitwa Isaac. Nini maoni yako? Basi niachie comment hapo chini kwenye comment section. Asante. Maaskari wa Kichina wanaendelea kudondoshwa mdogo mdogo. Mwisho wa siku mapambano yanakuwa magumu. Wanaamua bora kukimbia ili kunusuru maisha yao. Basi wote wanakimbia.